So nikajua there is something wrong na hizi chains, na nikachukua nikazitupa. So wakati nilizichukua nikazitupa, one time tukiwa tumelala na Peter, analalanga amenishika hapa kwa mkono. One time tukiwa tumelala na yeye, all of a sudden nikasikianga mtu ameamka. So unaona ile force, ulikuwa umelalia mtu kwa mkono, then ameamka, so umestuka, umeangushanishwa mara moja. So kuamka nikamuona amekaa chini. Kumuona amekaa chini, sasa ni ile nimuite nimuulize ni nini mbaya. Kuniangalia, macho ilikuwa inawaka red. Then sauti yake imechange. Then ananiambia, hii ndio ile siku nimeishi kutaka kukuua, na anaanza kuninyonga. Nikipiga nduru, anarudi vizuri, macho zake zinaacha kukua red, na anaacha kuninyonga, ananiuliza, babe, kwa nini una shout? So ikahapeningi mara ya kwanza. Asubuhi wakati aliamka, nikadhaningi ni venye tulikunywa jana usiku. Nikaamka asubuhi, nikamwambia, babe, unajua jana usiku ulinifanya hivi na hivi na hivi. Akaanza kuniambia uongo. Nikamwambia, why should I lie? Nikamwambia siwezi kudanganya. So the following day nikasema hata hatutakunywa pombe or do anything, nione kama ita happen tena hivi. Itarudi tena. Yeah. Tukalalanga. That time tuliekanga mattress sitting, so that was before nipate huyu mtoto. Haya, tulikuwa tumeweka mattress hapo kwa sitting. Akamaliza kukula, nikamwambia nipeleke sahani kitchen, akaniambia achana tu nayo tuweke hapa tu watch movie. So at some point tulilala. So wakati tulilala, again nikasikia mkono nimeondoanishwa. Nikamkuta amekaa chini. Kumwangalia the same thing, macho zinawaka red. So this time alichukua kijiko, after ameniambia hii ndio ile time nimeishi kutaka kukua. Alivunja kijiko, hata na kuanga na alama, I don't know ni this side ama ni this side. Akachukua kijiko akaanza kunifanya hivi anikate. So ile anapiga nduru, anarudi vizuri, ananiuliza mbona una shout? So ikahappen kama mara 3. Ya 3 nikamwambia pia hayajui. Anatumika yeye. Mara ya 3 ikafika nikamwambia, wewe msee, mimi nimechoka na hizi vitu, najua nakwambia unanifanya hivi na hivi, au sikii mimi na pack niende. So mimi nikiwa nimekaa tu kwa bed after nimepack, sasa nalia na shindo, mtu nampenda na mimi sitaki tu kutoka. So kitu ikaniambia tu ama nitulie tu, nikaonyeshwa ni mauchawi tu. Yaani wewe si mtu huwezi elewa, Kikuyu wako hapo wanajua Mojiro ni mtu anaonyeshango wa vitu. So nikaonyeshwa kitu, it's a spiritual war. Nikasema sitoki siendi. So nikangojea hiyo usiku. So bedroom ilikuanga, this is the bed, then hapa kuna ukuta kubwa ya white na tulikuwa na meza hapo. So nikanotingi every time akifanya hivyo ni saa 6 za usiku. So nikataimingi alale, nikafanya alale mapema. Ikafika saa 5 na dakika 50. Nikaenda nikaset simu hapo kamera na nikalala. Sasa mimi sijalala, yeye amelala, but nimeset kamera ina record. So wakati ilifika saa 6 sharp akafanya the same thing. Wakati aliamka asubuhi nikamwambia, unaona sasa ndio huyu wewe. Alikuwa ananiambia nimeedit video. So hapo ndio aliingiza uoga, kaniambia pia yeye ajielewe ni nini anafanya. Nishaelewa mimi mpaka sasa. So ndio tukaitanga pasta sasa legit, akakuja akatuambia hizo ni mapepo wanarushiwa, na akasema ni za hizo side, akamwambia sasa tunafaa tuombe. Wakati yeye aliacha kufanyikiwa na hizo vitu, sasa ni mimi nilianza kurushiwa hizo vitu. So mimi tukiwa tumekaa naye chini tuna watch TV, mimi sioni TV movie, naona mazishi yangu ikiendelea, na muuliza, do you still have that, wait a moment, do you still have that video ambayo yeye mwenyewe ulimuonyesha akashtuka kwa sababu na hisi anatumika? Do you have kwa simu fulani natakanga kutengenezesha, iliharibikanga, hata naweza waletea, iko kwa hiyo simu. Hata saa hizi tukiweza tengeneza, ilitokana like hizo vitu mbili, inakuanga hapo, hata yeye anajua. Tuendelee, so haina shida. Hata yeye ameacha kufanya hivyo, mimi nilianzanga kurushiwa vitu. Tumekaa chini tuna watch movie, mimi naona ni mazishi yangu inaendelea, then namuuliza, babe, kwa nini natoka kama mazishi yangu ijeisha? Then naenda nachukua kisu nataka kujiua. Hata there were some people tulikuwa tunakaa na wao, wanaweza kama hapa wanajua visu zilikuwa. Ngoja nikublockee watu. Let me block some. Tulia kidogo, pole kidogo. Comment section, don't judge people until hajaniomba pesa nimchangie, hajaniomba eti kwamba nimtengenezee simu. Ipo siku atatuletea hiyo video, sio sasa hivi. Usisikie tu maneno ukaanza kumuita mtu jaba. Na mimi nikanyamazia tu. Peter ikafika place akagonjeka. Wakati aligonjeka ilikuwa kesi ya intestines zimeburst, choo inamwagika kwa mwili, kwa tumbo ndani, hizo vitu unaona. So after tumeenda hosi ilikuwa emergency.
And then hatukuwa tunataka wazazi wake wajue cause mama yake anakuanga msiku ugonjwa ya pressure na nini. So siku hatukuwa tulikuwa tunawaficha sana juu we thought ni kitu ataenda hosi na turudi home until tukaambiwa tungoje Sajo. So that morning yenye Peter aliambiwa ingie theater emergency, I had to sign juu mimi ni bibi yake. Akaingia theater. So wakati aliingia theater mama yangu akatuambia hii story ni serious, tusifiche wazazi wao juu ni mtoto wao na wanaweza sikia vibaya wajue mtoto wao kuna mali alienda akaingia theater na nini. So mamangu aliwapigia. Babake alikuja hosi mbio. That time Peter ako theater juu alikaa theater almost 6 hours. Babake alikujanga akaanza kuniambia we ni mchawi, umeroga mtoto wangu na ukalipa surgeon aingie uko ndani ajifungie na mtoto wangu amtoe kidney auze. Yes. Atoe kidney muuze mgawane hizo pesa. So alinitusi akanitusi hospitali until surgeon akatoka. Akauliza ulikuwa una sign next of king ukiwa kama nani? Mimi ndo babake. Ni mimi nafaa ni sign. Tunamwambia ilikuwa emergency. Hii story kama tungekosa kunini hata ingekuwa ni kesi nyingine, unaona? So akakuwa analeta madrama. Peter akatoka. After Peter ametoka, pesa tulikuwa tumeuza vitu tulipe bills. Ikafika place sasa tumeuza karibu kila kitu. Sasa nikaenda nikasema acha nikuje huku nje niombe help. So tukachangisha pesa. Wakati tulichangisha tukalipa hosi, that man did a video. Alifanyanga interview. Hiyo interview iko na nitakushare hiyo utaiona. Aliendanga akafanya interview after ameona nimechangisha pesa. Akaenda akasema mimi tumepanga na mama yangu na tumefungua account, hizo pesa zinaingia kwa mamangu na kwa account yangu, tumepanga kudhokoma na mtoto wake. Kazi yangu ni pesa zikichangwa ninazurura na gari na wanaume na Boscan watu wanajua. I used to sleep hiyo hosi. Si kutoka hata siku moja nimetoka hiyo hospitali. Akaenda akadanganya kujua alikuwa anataka aharibu kuambiwe nisichangiwe pesa sasa zianze kuhandoliwa na yeye. So watu hawakuonanga hiyo interview hiyo masaa. So akaendanga akaongea hosika kwa sasa imefika place tumeita hadi mapolisi wanakuja juu anakuja anatoa drama. Juu kuna squad alikujanga ameshukia na visu na sister yangu. Juu amemkuta akinitusi akiniambia ati niache kukula tu pesa zake za mtoto wake peke yangu nimbaie lori ya mchanga ya kubeba mchanga na mawe. Mimi namwambia mzae mimi sina do. Hizi do namuonyesha makaratasi namwambia angalia. Hizi vitu zote tunalipa huko. So akakuwa analeta vurugu hadi makarao anakuwa hosi. So aliendanga akasema hadi kwa interview anakatazwa access ya mtoto wake but hasemi anakuja anatoa drama ndio maana anakatazwa na makarao kuingia. Nilisikia hiyo interview. So tukakuwa tunasumbuana na babake tunasumbuana. So after Peter ametoka hospitali amepona. To some point tulileta nanga juu na Peter na nikamwambia yani after all hivyo vyote nimekufanyia. Aliniambia mimi nilikuwa nimekutuma hata unichangishie ama unisaidie. Mimi nikamwambia sawa but mimi sikutoka hata kwa relationship or anything.